Mwanamkaniki? Poa. Akwaje mwenetu? Kama kawaida. Kwa hakika. Lini mwanangu? Poa poa. Ngoja nende dukani mara moja hapo mwenetu. Baridi hapo wenyewe. Hapo. Pamoja. Bwana amani, kwa huru hapa nyumbani, sawa? Vipi shule? Shule nzuri. Mangu. Rebeka. Karibu. Chukua sebeni huko mama. Wow. Kiwango wewe. Una ugeni leo? Na ugeni kiwango. Wetu au unapita? Ni wetu. Mbona umechukua miaka tena rafiki yangu? Mangu, unajua foleni. Foleni mke wangu? Alafu bodaboda ile niagizia naye miayusho. Miayusho nini tena? Wewe mjui mongo yule? Wewe. Dukani huko. Ujambo mtoto? Marhaba. Kama. Kwanza nitangulize samahani. Samahani. Kuna vitu fulani nataka tuzungumze hapa. Kwa naomba unipe kama dakika kadhaa ili tuweze kuweka sawa kama utojali. Tuzungumze kitu gani tena mwanangu? Hususa huu ugeni ambao tulikuwa nao. Nani? Lei. Huyu unayemwona hapa ni mama. Mama. Ndio. Staki. Na mke wangu huyu ambaye unayemwona hapa mwanangu. Mwanao. Najua ni ngumu sana kuamini na najua ni ngumu sana kukubaliana na hii hali ambayo inatokea. Hakuna mtu wote ambao umemwona ameingia huko ndani? Alengene ndio wewe mwenyewe umetoka kuingia tena au umekuwa ikwaje? Kuna vitu ambavyo nimekuta huko ndani vimekaa tofauti na sielewi. Mara mwisho ile mwana kiingia ndani wewe umetoka umefunga mlango umeenda dukani umrudi tena umeingia asema ndio unatoka tena. Haya nini kiingia mwingine? Sijui kwa sababu kama hivyo nilivyokuambia naingia zangu dukani. Nimeenda dukani kwenda kuchukua unga. Umeona? Nimeingia huko ndani lazima nipike ugali. Sasa cha ajabu zaidi nakuta ugali. Kwa wangu hata kunigizia. Sio kama nakuigizia. Ila hivyo ndo ilivyo yani. Hivyo enda dukani ukachukua unga afu uje ukuta ugali. Shaanza kuvuta ndugu wangu. Ina maana uniamini? Sasa sikuamini. Ila vijana sasa hivi mnaelekeza sana bangi za chooni. Hizo bangi hizo. Nina samani. Kweli anti nimekusimamisha hapa
mazungumzo yangu tufahamiane. Unaitwa nani? Neema. Sijajua mwenzangu unaitwa nani? Jina langu naitwa Lamek. Lamek. Dada yangu, kusema kweli, tangia nilipokuona hapa kijijini nimepokea kupenda. Yaani hivyo ulivyoniona tu napita tayari umenipenda? Sijamaanisha tangia nilipokuona hapo kupita, ila nimemaanisha nimeshakuona kitambo. Sijaanza kukupenda nao. Sawa. Ila binafsi labda tu nikwambie kitu. Kwamba mimi ni mke wa mtu. Kwa hiyo basi, sidhani kama hilo swala litaweza kufanikiwa. Ni ngumu sana kusababisha kwa mke wa mtu. Mbona mimi nilikuwa ni akili ya bangi sio? Hata umeagira nini? Ngoja nikuoneshe. Siwa hapo mwanangu, si ugali? Si huo? Kwanza nataka niambie nani nimekupikia. Mimi sijajua. Unaona kama kaida yangu nimeenda kununua unga pale naje nje kupika msosi. Kwa maana ushaanza kufungia mchumba ndani, ushaanza kupikia sasa unakuja kuniambia kwamba umekuta ugali. Mtu wangu gani mwanangu? Usinifanye mimi mpumbavu wa akili mwanangu. Wewe mwanangu miausho. Hizo banga ambazo unazivuta acha. Sasa ngoja nikapika utupe. Nakupeleka vibaya. Au kama hutaki unipe ni ule. Rudisha mwanao. Yes, ni mwanangu, lakini Kutoka wapi? naomba uweze kunisikiza mke wangu, ili niweze kukuelezea na tuweze kuweka sawa hili jambo, kwa sababu imeshakuwa. Yaani mume wangu umeona haitoshi. Umeamua kuanza kuniletea watoto ndani. Naelewa mke wangu, lakini imeshakuwa. Sasa tunafanyaje mke wangu? Lazima niweze kukuelezea, naomba takriban dakika kadhaa ili tuweze kuweka sawa hili jambo mke wangu. Tuliweke sawa kitu gani mume wangu? Kwa nini unanidanganya? Okay. Kipindi chote hicho kwa nini kuniambia mambo? Iko kipindi chote ambacho tunachokizungumzia mama. Ndicho ambacho nataka unipe muda ili niweze kukuelekeza. Huyu unayemwona hapa, mama yake sasa hivi ameshafariki, naye tena duniani. Na kabla sijakupata wewe, sijaanza mahusiano na wewe, mama yake huyu ndio nilikuwa naishi naye. Lakini kuna migongano katikati iliingiliana, ndipo ikapelekea mimi kuachana na mama yake Rei. Lakini kipindi naachana naye tayari alikuwa ashakuwa mjamzito. Na sikuweza kuitupa, siweza kutupa damu. Hivi inakuwaje na ruhusu mke wangu niweze kumwacha mtoto ambaye ananyanyasika kwa babake nipo? Ni kweli? Na maana mume wangu. Mbona haitoshi umeamua kuniletea ndani? Hapana. Ni heri tu kaangalia upande mwingine. Mimi hilo nafahamu kwamba una mme, ila nimetokea kupenda. Alafu utambue kwamba mimi ni kijana bado, esamboi. Alafu yule jamaa mzee, angalia yule ana kipara kama mwaka tobe. Hapo hapo. Pala lake lolo. Ndio nimelipenda. Mpaka nikaoa watu hivyo au nimesha. Kuhusiana na pala lake wewe hata nisikupe shida. Nadhani ushanielewa. Naomba mimi niende. Auntie. Nadhani ushanielewa. Kweli nimeamini usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Mashallah, huyu Kinachokuta nashika tamaa. Mama niambia kuwa yaone na nilizaniwa. Sawa mke wangu, najua inauma na najua ni ngumu kukubaliana na hali ambayo ipo ambayo nakutana nayo sasa, lakini kabla hujachukua maamuzi na kabla hujawaza nini ufanye, naomba ufikirie mke wangu. Mimi na wewe tumepanga mangapi mpaka sasa? Hata kama kwa nini ndo naanza kuniletea tunda nimeangu? Mimi naomba tu nisamehe mke wangu. Alei, sina kwambia mwanangu, hapa nyumbani, sawa? Yule unayemuona ni mwanamke ambaye ninaishi naye. Tunaelewana mwanangu? Sasa basi, kuanzia sasa utaishi hapa na yule muone kama mama. Tunaelewana?
yule mama ambaye ulikuwa unaishi naye, ambaye sasa amefariki. Kwa hiyo sasa maisha yako yanahamia hapa. Moji mpenzi. Una shida gani wewe? Kuna vitu ambavyo unanipa wakati unahitaji nikueleze, lakini nashindwa nianzie wapi. Vitu gani tena hivi? Jana nimerudi kazini. Baada ya kurudi kazini, nikachukua hela nikaenda dukani. Nilivyorudi nikuta vitu tofauti na vile ambavyo nimeacha. Nikuta vitu viko tofauti. Yaani kumetandikwa vizuri kitanda. Cha ajabu zaidi, naona ugali. Unajielewa nitakiongea wewe? Sahihi kabisa Selina. Kwa sababu umekuja hapa kunitambia au unakuja kunielezea kwetu unashinda kukuambia kukuelezeaje? Selina, sio kama labda nakutambia. Huo ndo walisia. Sijui ni nani ambaye ameweza kuweka huo ugali. Subiri. Hivi Moji unataka kuniambia ni nani ambaye atachukua jukumu la kuingia chumbani kwako na kukutandikia kitanda? Isitoshe na kukupikia ugali kabisa. Ni nani kama sio mwanamke wako wewe? Niambie mpenzi wangu. Safi vipi? Mpenzi wangu Eli. Najua unachelewesha mambo. Yaani unakaa muda mrefu wakati jambo ambalo la kufanya muda mfupi unalifanya la kuwa muda mrefu. Wewe unataka kumzalia yule mwanamke. Mzalia wapi? Unajua nini? Kwa sababu yule jamaa kaja na mtoto anadai ni mtoto wake. Pia na mtoto? Umechoka? Sasa mbona issue sasa imekuwa ya kikubwa sio ya kitoto? Sasa hapo tunafanyaje yani kama kaja na mtoto? Jambo si litakuwa limefelia. Irene. Nakusikiliza. Mimi naomba niachie mimi leo. Niachie mimi. Haipiti wiki. Sawa? Nitakuwa nishatimiza. Ile nyumba na vile vitu vyote vinakuwa kwa kweli. Wewe tena. Niachie mimi. Unajua mimi tena mambo yangu. Wewe unajua ile duka nimelipataje? Mambo yangu yani mimi kubwa na maadui. Unanifahamu watu? Sasa. Basi haina noma, mimi ngoja niende dukani manake unajua navuka huko. Wateja kwa wanakuja. Bosi wangu anza gani? Hapo. Basi po una buku hapo? Shaanza tena. Mama niambia. Wangu. Niambie mke wangu. Yaani ukiwepo nyumbani hapo mimi ndo nafurahi kama hivi anapata raha. Umesema kweli? Sasa mke wangu wewe ni kitu ambacho mimi unanishangaza sana. Mke wangu napenda tukae hapa wote muda wote. Hivi unafikiri? Nikikaa hapa nyumbani muda wote tutakula nini? Si unajua lakini maisha bila pesa haendi. Nalijua hilo lakini Mungu kuna muda ninachoka na baki sana peke yangu. Kila siku peke yangu. Wewe kuchoka lakini lazima utachoka lakini kiukweli muda mwingine unataka niache mimi naenda nikatafute pesa. Siwezi kukaa hapa nyumbani muda wote. Tutakula nini? Sawa Mungu tuachane na hilo. Mungu. Vipi ile swala? Nalikumbuka ile swala nilikwambia kuhusu Lameki. Nilifanyia kazi maana nilikupa taarifa. Sijui ni nani ambaye ameweza kufanya hivyo. Ndio maana Wewe. Kumwambia ambaye nani anaweza kufanya hivyo? Kuna mtu ambaye ana ujasiri wa kuingia chumbani kwako wewe na kufanya hivyo vitu hivyo vifanya? Hebu acha kuniigizia wewe Moji wewe. Ndio maana siku hizi nilikuwa sikuelewi wewe mwanaume. Nikija sikuelewi kabisa, yani sikuelewi kabisa. Kumbe ushapata wanawake wako wengine wanaanza kuniambia eti vitu vipo chumbani. hakuna mwanamke mwingine zaidi yako. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda. Sina mwanamke mwingine. Wewe. Selina. Hebu niache bwana. Ili ua langu linanifanya mpaka mimi nikose furaha. Ili ua langu linanisababisha matatizo bara. Yani inalia machozi yafiki chini yanaelea. Yani Na nilikupa taarifa ili swala. Sasa sijajua kwamba umelifanyaje kazi mwanangu.
Kiwango. Unajua mwanzo ulivyoniambia nilichukulia kawaida sana. Lakini kumbe nahisi kama Lamek sasa ni swala liko serious sana. Lamek inaweza kuzamia kitu. Sasa mke wangu cha kufanya. Nakuomba mkubaliwe kijana. Nimkubali. Sijakuelewa. Basi mama ana wewe ndo kalala naye. Namkubaliaje? Naomba ukiona naye mkubaliwe. Then muombe nipige picha. Akikubali piga na picha, niletee mimi picha. Kwa siku kama napita kama kaida yake akaniita nikisimama najifanya namkubalia alafu tunapiga picha na kuletea mume wangu. Yeah. Sawa, hapo nimekuelewa. Talifanyia kazi hilo mume wangu. Sawa. Haina shida. Ili ua langu linanifanya mpaka mimi nikose furaha. Ili ua langu inanisababisha matatizo bara. Yani inalia machozi yafiki chini yanaelea. Yani Mke wangu. Abena. Hebu njoo kwanza. Bwana haraka. Sasa kuna kitu kidogo hapa nataka tuzungumze. Ndani kuna pesa kidogo mke wangu. Na nilishajaribu kugusia swala la yule mtoto ambaye tunaishi naye la kumhamisha shule, kumtoa kule alipokuwa anasoma au anasomea shule hapa karibu kwa sababu kule ni mbali. Kwa hiyo sasa kitu ambacho mimi ninachokiona, naona zile pesa ambazo zipo ndani nichukue niende nikakamilishe uhamisho. Hivi mume wangu, unaonaje hiyo pesa twende kwa mganga ili na mimi? kweli nimeamini, usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kinachonikuta nashika tamaa. Mama aliniambia kuwa uyaone, nami nilizani magorofa, ndo sasa najionea. Ili ua langu linanifanya mpaka mimi nikose furaha. Ili ua langu inanisababisha matatizo bara. Yani inalia machozi yafiki chini yanaelea. Yani mimi naumia, moyo hautamani tena kurudia.